Ni katika gereza fulani hivi ndani ya nchi ya Pakistani. Mwamba ameshtuka kutoka usingizini, akaenda kupata maji kidogo. Kwa mbali alikuwa akisikia adhana ikiaziniwa. Upande wa pili, sehemu za makaburini, kulikuwa na binti moja, huyu hapa anaitwa Samia. Yuko mbele ya kaburi la baba yake akiongea. Leo ndoto zako zimetimia baba, mwanao nimekuwa mwanasheria na leo naenda kuanza kesi yangu ya kwanza. Naomba baraka zako nikawe mtenda haki kama ulivyokuwa wewe baba. Basi binti alisali sala zake pale, kisha huyo akasepa zake. Alikuja moja kwa moja mpaka magereza na kujitambulisha kwa karatasi pale kuwa anakuja kusimamia kesi ya mfungwa mmoja hivi ambaye ni Mhindi. Kiongozi wa magereza alimwambia, "Madam mwanasheria, yaani umekuja kupoteza muda wako tu hapa. Huyu mtu yupo gerezani kwa miaka 22 sasa, lakini hajawahi kuongea na mtu yoyote mpaka sasa. Yeye kila siku anajibu ndio au hapana." Samia anajibu, "Nyinyi tayari mshafanya kazi yenu, niacheni na mimi nikafanya kazi yangu sasa." "Hey, wewe mfungwa 786, kuna mtu amekuja kukuona hapa, ni mwanasheria, at least uongee naye basi." Afande aliendelea kubwabwaja pale. Jamaa akatulia kimya, anavuta zake tasbihi. Madam akafunguliwa na kuingia zake mpaka ndani. Jamaa kimya wala hata muangalii. Binti akasema, "Naitwa Samia Singh." "Je, mwenzangu unaitwa nani?" Mwamba akauchuna tu. Binti akamwambia, "Bila shaka unaitwa Vil Pratap Singh." Msela akashtuka kidogo baada ya kusikia jina lake limetajwa. Madam aliendelea, "Najua ni muda hujalisikia jina lako mwenyewe masikioni mwako. Anyway, nimekuja hapa kukusaidia kesi yako ambayo iko kimya kwa miaka 22 sasa bila utetezi wowote ule. Samahani, tafadhali ikiwezekana unaweza kuongea na mimi, naahidi kukutetea na kurudi nchini kwenu India." Sami aliendelea kumbembeleza sana pale Mwamba aongee naye ili ajue pa kuanzia utetezi. Binti alimbembeleza mpaka analia. Jamaa akamgeukia akamwangalia kisha kimya. Binti akaona hapa hamna matumaini, akataka kuondoka. Mchizi akaongea, "Subiri." Madam akashtuka. Pasta akatoa sound recorder. Msela sasa akaanza toa stori yake ya kilichomfanya mpaka yeye yuko jela kwa miaka yote 22. Mchizi alikuwa ni mwanajeshi wa kikosi cha anga cha uokoaji. Maisha yake yalikuwa ya kawaida tu kila siku. Shughuli zake sana zilikuwa zinafanyika mipakani. Upande wa pili, ndani ya jumba la kifahari nchini Pakistani, kulikuwa na mrembo mmoja hivi. Binti mzuri, mashallah, habibi. Alikuwa anaitwa Zahala. Zahala alikuwa akiishi na familia yake yote. Bibi yake alikuwa ni mgonjwa sana na yeye na bibi yake ni kama mapacha. Walipendana sana. Bibi alimuita mjukuu wake na kumwambia, "Unajua mjukuu wangu, mimi na babu yako kipindi nina miaka 16 tulihama kutoka India kuja kuishi Pakistani sababu ya migogoro ya familia zidi ya mahusiano yetu. Lakini leo nina ombi moja la mwisho mjukuu wangu. Kama nikifariki, basi majivu yangu naomba ukayamwage ndani ya nchi yangu India nilipozaliwa. Nitakuwa na amani hata uko mbele za haki niendapo." Zahala alikuwa na shindo la kusema, machozi yakimtoka tu. Mwishowe akakataa na kuanza ongea pale. "Bibi, usijali, usiongee maneno hayo. Nani alikwambia unakufa? Bado upo na sisi, tunadunda mpaka 2030. Kipindi chote anajiongelesha hiki, kumbe bibi alishaga dunia muda sana." Bibi? Okay, siku 3 mbele kulikuwa na ajali imetokea katika bonde fulani hivi, gari limepinduka. Watu wote waliokolewa ila alibaki bibi.